Wengine wakiwatini, Yesu wetu yuko tu. Wengine wakilemewa, Yesu wetu walemewi. Wengine wakiwatini, Yesu wetu yuko tu. Pigia Yesu makofi mazuri asubuhi njema, maana ametupa uwezo na nguvu ya kutawala. Haleluya. Nataka tusikie neno katika kitabu cha Luka 8:27. Yesu aliposhuka kutoka mashua na kukanyanga ufuoni, alikutana na mtu mmoja wa mji ule aliyekuwa amepagawa na pepo mchafu. Naye kwa muda mrefu alikuwa havai nguo wala kuishi nyumbani, bali aliishi makaburini. Bwana asifiwe sana. Amen. Ujumbe wangu wa siku yani kwamba yale watu wanataka uwe, Yesu amekataa. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ndio Yesu akatoka upande mwingine wa ziwa akaingia kwa Wagerasi. Haleluya. Wakati alifika kwa Wagerasi, upepo kwanza mkali na mawimbi zilivuma, zinazuia Yesu asifike upande mwingine, kwa sababu Yesu katika hali ya maono yake aliona kuna mtu alikuwa amefungwa na amewekwa kwa makaburi na mapepo. Haleluya. Huyu jamaa hakuwa na shida, alizaliwa kama wengine, alikuwa kama wengine, lakini wakati ukafika, Bwana asifiwe sana, akajipata ako kwa makaburi kwenye watu wenye wakonomo hawawezi kukaa. Bwana asifiwe. Wale wanakaa kwa makaburi tunajua ni maiti, ni watu walizikwa huko, lakini jamaa amejipata kwa makaburi, akifungwa minyororo, anakata minyororo inaanguka. Alikuwa na pepo wengi. Jamaa hakuzaliwa na pepo, lakini watu walimweka pepo ndio aishi makaburini. Ndio ninakuambia yale watu wanakupangia uwe, Yesu amekataa. Amen. Haleluya. Amen. Yesu amekataa. Bwana asifiwe. Na ndio maana alikuja duniani kuchukua kilichopotea na kuturudisha kwa Baba. Ndio akaona kuna mtu, nasema Yesu anaona kuna mtu amewekwa kwenye utumwa, na utumwa sio sehemu yake. Na ndio maana nakuambia Yesu amekatana na hiyo mipango yao. Jamaa kusikia vizuri. Jamaa hakuzaliwa kwa makaburi. Ndio. Amejipata anaishi kwa makaburi. Na ni kama hata hakuwa anajua anaishi wapi, lakini neno inasema jamaa alikaa kwa makaburi. Yani hiyo ndio ilikuwa eneo yake. Yani anaishi na wafu badala aishi na watu wa kawaida. Watu wamemrushia mapepo, wamemuonyesha makaburi, na Yesu wa Nazareti aliwekwa aliyekuwa duniani, akasema hapana, wanafunzi twendeni upande mwingine wa ziwa. Kuna mtu wako huko na hiyo sio sehemu yake. Ndio ninakuambia siku ya leo, chenye watu walikuwa wanataka uwe, Yesu amekataa. Wanataka uwe masikini, Yesu amekataa. Wanataka laana za nyanya zikufuate, lakini Yesu anepanda mashua. Amen. Amen. Hajapanda mashua kwa sababu kwa yanaenda kwa nguruwe. Hajapanda mashua, hajasimamisha upepo na dhoruba kali kwa sababu ya nguruwe. Ni kwa sababu ya mwanadamu. Na ninasema kwa sababu wewe ni wa Yesu, mipango watu wanataka wanakupangia uwe, mbingu limekataa. Mbingu limekataa. Amen. Amen. Yes. Amen. Mulizaliwa nyinyi ni wasomi, lakini hakuna kitu imetoka ndani hao wasomi wote, kwa sababu watu walichukua elimu yenu na wakaikalia. Na Yesu anasema wanafunzi wangu tuende upande mwingine, kanyageni Uwesa na Nyanza, mfungue waliofungwa. Ndio niko katika huu mji leo kusema ya kwamba yale watu walikupangia tukiwa na Yesu tumekataa. Ndio. Watu wakaweka mtu kwa makaburi. Huyu makaburi si mahali pake.
Ndio. Hakuna blanketi, hakuna chakula. Anaishi anajikatakata tu pale. Ndio nakwambia kuna watu wanateswa na shetani na si wa shetani. Ndio nakwambia Kenya watu wanataka uwe. Yesu amekataa. Ndio. Amen. Na ndio maana upepo dhoruba inajaribu kumzuia. Haleluya. Watu wenu watajaribu kuzuia injili isikufikie. Watakwambia kanisa unaenda ni ya shetani. Watakwambia watumishi ni wa mashetani. Ndio ujumbe wa Mungu usikufikie. Ndio uzidi kukaa kwa makaburi. Lakini ni kwamba kusema tukiwa na Yesu tumekataa. Tumekataa hata sisi. Amen. Hey. Amen. Haleluya. Amen. Ambia shetani kuwa nyuma yangu. Haleluya. Jamaa kama angekuwa anajielewa, angekuwa anajua anaishi wapi. Ni kweli. Pale ni watu walimpeleka. Ndio. Bwana asifiwe. Yaani mapepo za watu zilimuingia. Akaona hana haja akae kwa nyumba. Unaona wakati mwingine hauna haja. Hata kama wewe ni mwanaume unaona hakuna haja ulishe watoto wako. Hakuna haja ukae na amani na bibi yako. Sio wewe. Ni watu wanafanya uwe hivyo. Na Yesu anasema amekataa. Yes. With capital letters. Oh yes. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ate kwenu ni matajiri, lakini wewe ukatoka tu ukiwa unawaomba. Ati wewe wanakusaidia na wewe ndio wanakula nyota yako. Na Yesu, napenda Yesu, maana anasema twendeni upande mwingine. Kuna mtu wako kwa makaburi. Twende upande mwingine. Kuna mtu amepagawa. Yes. Upande mwingine. Oh yes. Hey. Bwana asifiwe. Amen. Sio wewe, ni watu wanakufanya uwe hivyo. Lakini Yesu amekataa. Maana kukataa kwake aliambia wanafunzi, chukueni mashua. Twende. Ndio. Na katika safari yao haikuwa rahisi. Haleluya. Haitakuwa rahisi sisi kukutoa kwa utumwa. Lakini tuko na jeshi ambalo Gehazi alifunguliwa macho akaiona. Na ndio nasema tukiwa na jeshi la Yesu tumekataa wewe kuwa hivyo. Amen. Amen. Huwezi vaa kiatu mzuri, huwezi vaa nguo mzuri, na watu wa familia manko na manti wanavaa zako. Ndio nasema zako zikurudie. Na kwa sababu Yesu amepanda mashua aje. Yesu chenye atasema na wacha ifanyike. Oh yes. Haleluya. Amen. Ndio maana ilifika wakati wako watu wamesoma hujasoma. Ndio. Lakini hiyo isikustue. Kwa sababu Yesu anaenda upande mwingine penye huko. Anakuja penye huko. Anakuambia mwanangu, hii si sehemu yako. Ni watu walikuwekea hapa. Sasa nasema pepo zikutoke. In Jesus name. Haleluya. Amen. Kenye watu wanataka uwe, Yesu amekataa. Kwa nini nasema watu hakuna siku watataka uende mbele. Hakuna siku watu watataka ufanikiwe. Hakuna siku watu wenu watakubaliana nawe utakuwa juu. Walikataa Yusufu awe juu yao, wakamuuza Misri. Ndio ninakuambia walitaka kijana mdogo wa Yakobo aende awe mtumwa. Lakini baada ya kuwa mtumwa mambo ikabadilika. Wanadamu Kenya walitaka Yusufu awe, Yesu akakataa. Ujanishika. Yusufu ameuzwa Misri. Ndio ndugu zake wasimuinamie. Wakasema hizi ndoto zako hazitatimia hapa. Hata tutakuinamia wewe kijana mdogo. Wakapanga wakumuua. Bado Yesu akakataa. Wataongea kuisha kwako, lakini Yesu atakataa. Amen. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Yusufu wakamwona hapana, wakamweka ndani ya shimo, wakajaribu kumfanyia, lakini Yesu kwa sababu amekataa, akatokezea kama wa Ishmaeli ndio aokoe kijana wa Yakobo. Ndio nasema katika hiyo ukoo yenu lazima
Amen. Yusufu wakati aliuzwa Misri, Ndio. hakupingana na wao. Asema basi mmekubali nitaenda. Na unaona Mungu amekataa. Ndio. Kwanza asife. Amekataa. Ndio. Kama angekubali afe angewakubalia. Lakini akajua amutamaliza huyu kijana. Ndio. Ndoto zake ni za kweli. Lazima zitatimia. Amen. Akaenda awe mtumwa. Juu Misri kama ukienda huko na wewe si wa huko, unakuwa mtumwa. Wakenya wakienda Saudi Arabia, wakienda Lebanon, wanaendaga kuwa watumwa huko. Na watazikina wanakuja wakiwa kwa masanduku, wengine wanakuja wakiwa wagonjwa. Lakini nasema hivi, kama Mungu amekupangia mazuri, hata wanadamu wapake, mbingu litakataa. Amen. Itakataa. Jina la Yesu. Amen. Kama watu wanaenda Lebanoni wanakuwa watumwa. Ukienda Saudi na Qatar unaenda kuwa mtumwa juu kwa wenyewe. Jamaa kaenda kuwa mtumwa kwa wenyewe. Haleluya. Wakamwambia wewe enda uwe mtumwa huko. Tumekuuza. Enda na Waishmaeli. Si Waishmaeli. Wacha nikuambie, wakati watu wanajua utahangaika, Yesu anajitokeza. Anasema I'm the tribe of Judah. Hauwezi guza walio wangu. Ndio. Amen. Yes. Hey, wakati wa Danieli Ndio. wanapangia Danieli ati abudu sanamu zao, sasa wanamuigiza kwa mtego ndio asinamie Mungu wake. Wanapanga jama, sikia, wanadamu wanampangia mabaya, wanadhani itafaulu, na kuambia mbingu litakataa. Na mbingu likakataa kwa Danieli. Wakati Danieli amewekwa kwa tundu la simba, naye Yesu anaikia, anashika vinywa vya simba, anaambia simba, nataka mfunge sasa, musikule na musikunywe, kwa sababu kuna mtu ameingia hapa ambaye sio wa kawaida. Ndio nasema leo yenye watu wamekupangia, mbingu limekataa. Oh yes. Ai, Amen. mbingu limekataa. Ndio. Hai. Hata wakupangia sehemu ya siri, Ndio. ati hautaamuka kesho. Kama Yesu hajawakubalia, mbingu litakataa. Ndio. Hai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaogopa nini? Na kama mbingu haitawakubalia, kuna mahali utaenda. Ndio. Danieli sibazi kafungwa vinywa na Yesu mwenyewe. Wakati wa Shadrach, Meshach na Abednego wanapo msipoabudu sanamu, tutawaigiza kwa moto iko mara 7. Na wale vijana hawakustuka. Ni nini hawakustuka? Wanajua mwenye ako ndani yao hawezi kubaliana na hizo vitu. Ndio nakuambia, hata kwa tanuru ya moto iwake mara 7 haitakuchoma, maana mbingu halijakubali. Oh yes. Yes. Hey. Amen. Haleluya. Amen. Mbingu likikataa limekataa. Imekataa. Bwana Yesu asifiwe. Hata useme ule mtu hataamuka, kama mbingu halijakubali ataamuka tu. Tunataka leo maneno ambayo ilinenwa juu ya maisha yako, Yesu leo aseme no, na uishi utangaze ukuu wa Bwana. Amen. Ai. Yes. Haleluya. Amen. Mungu watoto kadhaa tunaambiwa wewe huwezi enda mbali. Hiyo ni ile nakwambia, watu wanakutakia uwe mkulima, uwe mfanyikazi unafulia watu manguo. Bwana Yesu asifiwe. Abia Mungu leo, hiyo ni watu wanataka niwe, lakini Yesu najua umekataa hiyo. Unasema mimi ni mkubwa mahali. Amen. Amen. Mimi ni mtu wa maana mahali. Ndio. Kweli. Bwana asifiwe. Amen. Yusufu ako kwa wenyewe. Ndoto tu zile tu zake. Ndio mfalme anaota, anashindwa kutafsiri. Kijana anatafsiri ndoto kwa sababu aliye ndani yake ile maisha ya utumwa alikataa. Ndio. Yaani Yesu amekataa Yusufu si mtumwa. Yes. Si mtumwa. Hata kama babake Yakobo baraka zingine aligawa huko, lakini huyu naye lazima zake atakula matunda. Ndio. Bwana asifiwe. Amen. Ndio ninakwambia nini? Kenya watu wanataka uwe, mbingu limekataa. Amen. Juu hakuna siku mtu atakutakia mazuri. Yes. Ukijaribu kuenda na kwambia na unaenda wapi?
Unataka kutuambia unataka kuolewa na hii familia yetu hatuolewangwi. Haleluya. Wanakuambia nini? Hata ukiolewa utarudi. Bwana asiwe sana. Lakini nasema yale watu wanataka tuwe, Yesu amekataa. Akaenda kwa Wagerasi, akapata jamaa kwa makaburi. Akasema jamaa hastahili aye kwa makaburi. Hastahili, sio eneo ya watu. Hii ni ya watu waliokufa. Ndio nasema ile sehemu watu wamekuweka sio sehemu yako. Nataka leo Yesu akuje akatane na wao, akutoe hapo. Akutoe in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Awakutoe. Ndio. Hiyo mali hapo si pako. Yes. Wewe kutembea mguu si sehemu yako. Kukaa single na watoto sio sehemu yako. Ni watu walikuwekea. Ha. Amen. Jana kaa Kisumu. Huyo atarudi tu hapa. Hiyo ndio watu wanataka urudi ushago. Hautarudi. Amen. Wewe hautarudi. Yesu amekatana na hiyo mambo. Alipoponya yule mtu alimwambia na usirudi kijiji. Ndio nataka kukuambia kusema mahali ulizaliwa si pazuri. Hiyo eneo yenu si kuzuri. Lakini pale Mungu atakusaidia uwe, hiyo ndio urithi yako. Akamwambia Joshua, penye utakanyaga itakuwa urithi wako. Wacha kuenda kijiji ukanyage kijiji. Kanyaga miji, kanyaga mataifa, itakuwa sehemu yako. Yes. Hey. Amen. Najua mimi nakwambianga wacha kusikia kelele za chura. Zitakuzuia usifike. Yes. Wacha kuangalia background yenu. Tuko na shida. Tulilelewa na shida. Tulisoma na shida. Hiyo ni hiyo. Hauko unajua Yesu na umemtambua Yesu. Sasa Yesu hatakubaliana na hizo mambo zao, atakataa. Sema no. No. Mlimfinyilia maana alikuwa kwa hiyo ukoo. Amekuja kwa ukoo yangu yenye imebarikiwa. Ndio. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe si wa kuwekwa chini ati kila mtu akiwa unaishi wapi mtaa? Utarudi tu hapa. Maneno za watu. Wakikuwa na umekana amani, wanatoa amani. Hiyo Yesu hataki. Ananena amani. Bwana asifiwe. Akafika kwa makaburi. Ndio. Kabla hata ingie amefika utufuoni. Jamaa anakimbia. Anainama. Haleluya. Wengine wote anawakimbiza. Wengine wote anawapiga. Lakini huwa apigwi. Ndio ninakwambia laana ni za kwenu. Kwa Yesu hakuna laana. Ni wewe zinashinda. Yesu hawezi kushindwa. Amen. Jamaa alishindwa na watu walishindwa kumtoa pale. Lakini Yesu hata hajaongea. Zinamuona zinainama. Kimbilia huyo Yesu mwenye zinamuinamia. Shida zako zote ziiname. Magonjwa iname. Laana za babu ziiname. Laana za ukoo ziiname. Kila kitu iname. Yes. Amen. Haleluya. Kimbilia mwenye uzima. Mapepo zinamtabua. Zinamuinamia. Zinamwambia Yesu mwana wa Mungu. Zinamjua mpaka jina. Wewe hujui mapepo za kwenu. Haujui nani alikuroga. Lakini kimbilia mwenye anajua zaidi. Atadili na wao. Amen. Wewe hujui ni nani alikuweka kwa hiyo hali. Ulijipata hapo kwa sababu wanadamu walifanya vitu zao. Lakini mwenye nguvu, pepo inamtabua. Wewe umtabui. Utabui hata anti yako ana 1900. Hautabui hata nyanyako alikuwa anaitwa nani. Lakini zinamjua Yesu. Amen. Amen. Wacha kwa ati kwetu maana ni mingi. Wacha hizo vitu zote zinajua Yesu. Ndio. Na zikikutana na Yesu zinainama. Ndio. Yes. Pepo ikasema nini? Yesu mwana wa Mungu, unataka nini na sisi? Nataka Yesu atembee kwenu. Amen. Pepo zote ziname mbele yake. Na ziseme Yesu nataka nini na sisi? Na Yesu ataziambia taka. Yes. Wewe umeshindwa kuziambia juu huzijui.
Yesu anazijua. Hajapanda mashua bure. Anajua anaenda kudiru na nini. Ndio hiyo upepo na mawimbi zinamzuia. Lakini anaambia mawimbi tulia, dharuba tulia, nafika kwa Wagerasi. Haleluya. Ndio ninakuambia wewe pepo hauzijui. Laana za kwenu zingine haujui. Unasikiaga kama hadithi, lakini zikimuona Yesu zitainama. Jina la Yesu. Hizo pepo hata kama uzijui, nataka tutume malaika. Ndio. Ziname. Ndio. Na zimuulize Yesu. Tuliingia kwa huyu dada na ndugu. Unataka nini na sisi? Na Yesu hata subuana nazo. Ndio. Anajua kudiru nazo. Yes. Bwana asifiwe. Na ndio maana wanasema yeye ni mkuu wa mapepo. Ni mkuu kwa sababu ananena na pepo na inashikia. Inatoka. That's why walisema ni mkuu. Yaani ni mkubwa wa hizi vitu, zinamjua. Ndio. Namsikia. Hey. Amen. Zote zikiubwa, mapepo zikiubwa na takataka zote alikuwa. So wanajuana. Ndio. Sawa, utatesa huyu jamaa tena. Unafikiria ndio Yesu aende? Jamaa alikaa miaka ngapi? Aliteseka miaka ngapi? Umeteseka kiwango cha huyo jamaa. Amini leo. Leo zitamwambia Yesu, unataka nini na sisi? Haleluya. Amen. Yesu akaziambia nini? Toka kwa nguruwe. Jote zenye zilisema usitutoe kwa hii eneo. This is our territory. Na mimi nasema hizo vitu hazitapata nafasi kwako, hata kama ni za nyanya wa nyanya. Hizo laana hazitakuwa sehemu yako. Mimi nasema hivyo. Kwa sababu gani? Hizi pepo zinaambia Yesu aje, usitutoe kwa hii eneo. So sikitoka kwako, zitakuwa tu kwa eneo. Lakini kwako hazitakaa, kwa sababu wewe ni wa mfalme. Bwana asifiwe sana. Ndio nasema kama hata zinasema ziende wapi, wewe usitaki kujua zitaenda wapi. Bwana uwe huru. Amen. Kama zilitoka kwa manti ziende huko, ziende. Haleluya. Amen. Wewe uwe huru. Umezibeba muda mrefu. Jamaa ametoa damu muda mrefu. Ameng'ang'ana muda mrefu. At least uwe huru. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na jamaa akawekwa huru na Yesu. Ndio. Pepo zikamtoka. Zikaenda kwa nguruwe. Haleluya. Amen. Wakati zilitoka, watu walikuja wakamwambia Yesu, ndio, hebu toka kwa hii eneo yetu. Halafu wakati pepo zitakutoka za kwenu, watu watakukataa. Manake watajua wewe ndio umezimaliza nguvu. Na ukiona umekataa na umeanza kuinuka, wachana na wao. Yes. Unajua pepo zikikutoka, ziwaende. Na waanze kuona unainuka. Watajua wewe ndio umetuaffect. Wewe ndio umetusababisha. Watajaribu tena na tena. Usikubaliane, adui ni adui. Haleluya. Sema mimi napaa. Kwenye ziende tu. Mimi nimejua nimewekwa huru. Kuna jamaa alipona. Bwana asifiwe. Wakati alipona akauliza watu wa masinagogi. Watu wa masinagogi wanasumbuka nini na huyu mtu? Wanasumbuka ati ameponywa na Yesu siku ya Sabato. Nini inasumbua? Sasa mtu akae na shida juu siku ya Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Wakati alipona, alikuwa kipofu. Akaona si kweli? Watu walisumbuka nini? Aliponywa aje? Juu walijua wewe uko na mashida, umelaaniwa. Sasa ukijaribu kuponyoka, unaenda wapi? Ni nini hii inafanyika? Imefanyika kwa huyu mtu. Ni wapi ameenda? Wataulizana ameenda wapi? Haleluya. Hawatakuambia. Wataitana kwa mikutano. Juu hizi vitu hazifanyagwi na mtu mmoja. Ni mikutano wanaendaka. Wataitana. Siku hizi akodha kwa sawa. Watoto wanasoma. Imekuaje? Na tulifunga tangu mwanzo. Sasa ni simu zinapigwa, sasa ni simu. Hello, wewe unaona? Hata siku hizi amani imepatikana kwa hiyo ndo. Kwa nini na wanasumbuka? Kwa nini inawauma? Jiulize, kwa nini inauma hawa watu? Ni kwa sababu wewe ulikuwa umewabebea mizigo na sasa imeondolewa. Oh yes.
Walisumbuka kuuliza, Yes. nani ameponya huyu mtu? Na wazazi wakaulizwa, can you imagine hii kesi ya huyu mtu na ni Yesu amemponya. Wanauliza, imekuaje? Wazazi wakaulizwa. Wazazi wakasema, mimi sitaki kubeba hii burden ya huyu mtu ni mzima. Endeni mumuulize mwenyewe. Haleluya. Amen. Na unafikiria hata kama watakuuliza wako na confidence. Bwana asifiwe. Amen. Jua watakuuliza, watashindwa, unaendaga wapi? Nigeria, saidi gani ya Nigeria, South East ama West? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu na watu they believe ya kwamba Mungu hawezi inua mtu. Ndio. So hawatakwambia ni Mungu. Kuna mahali unaendaga. Ndio. Bwana asifiwe. Amen. Na wewe wakikufesu waambie ni kumekutana na Yesu katika makaburi iliyokuwa mumeniweka na Yesu ameniondolea shida zote, ndio maana ninaburudika. Amen. Si ati unashindwa nitamwambia nini? Unawatangaza ni Yesu ameniponya. Jamaa wakati aliulizwa alisema ni Yesu aliniponya. Meikwenda uko na shida. Sasa uko na kidonda ndugu, umeenda hosi. Alafu daktari unajua kidonda haiwezi pona. Hata imekuwa kansa. Alafu suddenly unasikia daktari ukienda na kuuliza hiki kidonda imeanza kukauka. Dawa gani unatumia? Na labda ulienda kwa pastor wako akasema kara ukapona. Bwana asifiwe sana. Waje kumsida ukimwambia mwambie nimekutana na Yesu na ameniponya. Tuache kuweka Yesu chini ya maji, tumuinue. Hata kama ni siku ya Sabato, sema ni Yesu. Yes. Amen. Usinate. Ukikiri Biblia sana, na mkinikiri mimi ni Bwana, nami nitawakiri mbinguni. Ukimweka Yesu juu, kila kitu lazima kitaenda sawa. Maana Yesu hawezi guzwa. Ndio. Nimekwambia mapepo inakibiza watu. Ndio. Anawekwa minyora anakata. Lakini kuona Yesu anainama. Oh my God. Tuko na mtu aliye na nguvu zaidi ya nguvu zote. Ndio. Mapepo zinamtabua. Ndio. Haleluya. Kibiria huyo mwenye mapepo zinamsikia. Zinainama. Yes. Kila kitu shida ziname kwake. Amen. Sio atakuwako. Ndio. Haleluya. Amen. Ziname kwake. Ndio. Zikiri zinataka aje na wewe. Yes. Zikienda kwenye zimetoka, wewe uinuke umsifu Bwana. Yes. Amen. Wewe unasema ni ndani ya Yesu naburudika na moyo imejaa. Ni mapepo zinasifu Mungu. Ziende. Tuwekwe huru. Tusifu tukiwa ndani ya Yesu. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nimesema Kenya walitaka uwe watu. Yesu amekataa. Oh yes. Amen. Amekataa. Haleluya. Amen. Si Jephthah amezaliwa na kahaba. Ndio. Kwa Mgiriedi. Yes. Halafu wakati Mgiriedi alikuja akaoa bibi, akazaa vijana, akazaa watoto. Watoto wakasema walijua aje kwanza huyu mtoto ni wa maraya. Biblia inasema Ndio. Jephthah alikuwa mtoto wa kahaba. Mgiriedi wakati alioa wakazaa watoto. So huyu alikuwa mtoto wa nje. Ndio. Haleluya. Amen. Unajua ni wa nje ya doa, lakini si wa nje ya Yesu. Ndio. Hujanishika? Ni wa nje ya doa, lakini si ati yako nje ya Yesu. Ndio. Haleluya. Amen. Na Jephthah akakuja, vijana watu wakasema hapana, hawezi shiriki urithi na sisi. Ndio. Jamaa akafukuzwa akaenda. Kwenye alienda watu wakamtafuta. Akafanywa awe shujaa, akipigana vita wanashinda. Huyu jamaa akutetewa mpaka na wazee wa kijiji. Ndio. Sasa wazee wa kijiji baadaye wanasikia venye amevuma na vita ya sijui wa Amoni imewalemea. Wana wamesikia habari ya Jephthah. Ndio ninakuambia watoto wa Mgiriedi wanataka Jephthah ahangaike. Hao ni watu wanataka huyu jamaa ahangaike, lakini mbingu likakataa. Yes. Mbingu
likasema wewe Yesu ulizaliwa na kahaba, lakini si hata ulitaka kuzaliwa hivyo, wewe ni wangu. Akawa wa Yesu. Yesu akampatia kila vita, anakuwa shujaa. Si hata alikuwa na ushujaa ndani yake, amepewa kwa sababu watu wanataka hangaike. Amepatiwa package. Wakati alibeba package, wazee wanamuendea naye, anauliza wazee, si nikifukuzwa Mungu nitetea? Mlikubali nitoke? Ndio. Unafikiria ukijana aliteseka miaka gapi? Unafikiria alikuwa anakula nini? Alikuwa anaishi wapi? Lakini Mungu alikuwa anaorder the steps ya Jephthah, na wakati akaendewa anashinda tu vita. Sasa ulidhani mwingine anataka na ameshakuwa tajiri? Huwezi pigana vita ukose kupatiwa mazawadi. Yes. Mungu hawezi kukupatia kitu hata na uwe maskini. Ndio. Siwezi kuwa pastor wa Mungu na nikuwe maskini. No. Hiyo ni watu. Yes. Hiyo ni mipango ya watu. Lakini Yesu anasema hiyo wachana na watu. Yes. Kenye nilitaka uwe utakuwa. Amen. Na lazima itatimia. Amen. Praise the Lord. Tunasema kenye watu hata iwe ni yanko yako ama nani wako anakupagianga mabaya kila saa. Ye bingu limekataa. Yes. Sasa wacha kusema tena ati sasa sema hii yote wanapaga Yesu ameshakataa. Ndio. Haleluya. Amen. Na Jephthah akakuwa shujaa. Sasa unataka kusema alienda kuhangaika tena? Hapana. Huyu jamani kama hata alijegewa, akaambiwa kaanga hapo. Ndio. Kenya unataka unaitisha. Ulidhani alikuwa anataka sasa? Amen. Ndio nakwambia yenye watu wanataka vijana wa Mgiriedi wanataka jamaa kahangaike, kalie, kaendage huko kiuja kuwekelea mikono. Nigawieni kasehemu nijenge. Woi, walio wa Mungu hatutabegi watu. Manake bingu litashughulika. Oh yes. Bingu litasema. Bingu hata Biblia imesema bingu zimetukubali. Bwana asifiwe sana. Na bingu ikikukubali hata waseme. Ndio. Utasonga tu. Utasonga tu. Amen. Utaendelea tu. Ndio. Elisha mwana wa Shafat, si ndio? Analima na ng'ombe. Yes. Kuna kitu inaendelea, ukiona kipara imefika hapa, kuna kitu inaendelea kwa jamaa. Hakuna. Yesu bingu ikaona jamaa, hii si sehemu yake. Ukiona wale watu Mungu alikuwa anatoa sehemu fulani, haikuwa ni sehemu zao, waliwekewa. Elisha labda alipatiwa hii kazi na watu wa eneo. Akarushiwa pepo. Ule kijana wa baba Elisha. Yes. Elisha hangaike hapa, atulimiange na ng'ombe. Haleluya. Naye bingu haikuwa hivyo awe mkulima. Hapana. Yes. Hebu sikiza vizuri. Kwa nini Elijah ameambiwa enda utapata Elisha mwana wa Shafat analima na ng'ombe? Unaelewa hiyo kitu kweli? Sijui kama unanishika. Kwa eneo yenye imemfunga. Amefungwa. Yesu alienda kwa Gerasi kwa makaburi, kumefungwa mtu. Kila kitu iko na kusudi yake Yesu akitaka. Sijui kama unanielewa. Elisha hiyo ukiona alitumaniwa haikuwa sehemu ya Elisha. Hiyo ukulima si ya Elisha. Ndio. Elijah akaambiwa enda utapata Elisha mwana wa Shafat. Rusia yeye nini? Na Mungu akukute wewe. Aseme nani? Ndio. Nimemtumania. Yes. Amen. Na Yesu kabla ingia Yerusalemu. Ndio. Kwani wale Buddha? Kwani how many Buddhas were in that area? Wengi. Kwa nini tu wao wanafunzi wamebua endeni kwa wale ule Buddha na mwanawe mkuje na wao na mkiulizwa mseme ni mimi nimetumana. Watu walitaka Buddha akaage pale abebake tu mamizigo. Sasa hata beba mizigo atabeba Yesu. Bwana asifiwe sana. Kulikuwa na Buddha wengi lakini haleluya. Mnanishika kweli? Ndio. Elisha hakualime na ng'ombe. Hizo ni za watu. Ndio. Elisha anaenda Kaosh. Enda hapo pata hao mapasta. Pastor Ken na Pastor Lois. Waambie ninakuja. Haleluya. Waambie venye watu walisema sio hivyo. Mbingu ilikataa. Hivi ndivyo watafanya. Amen. Haleluya. Amen. Na Elisha wakati alipata nguvu ya koti alisema nini? Kwa nini hiyo impact ilimuingia?
ya hiyo nguo because Mungu alikuwa anakona haja na yeye. Hiyo haikuwa sehemu yake. Ndio. Tu kwa nini tu wewe unaweza kukurushia koti na ukanifuata? Jiulize, ni kweli Elisha mbona akarushwa tu koti na akafuata jamaa? Na kuna mahali nasema tu walikuwa na uhusiano. Na akaenda kuchoma zile vitu zile. Na akasema nipatie ruhusa nikabusu. Si kubusu, ni jia alitumia. Alienda kuchoma zile vitu zime. Juu akasema anaenda kuchoma, Elijah ataona ataka. Naenda kujua kubusu ni kubusu akirudi. Ni Biblia inasema alienda akachoma ng'ombe na hiyo nira zote. Kwa nini alizichoma? Hata yeye wakati alirushiwa hiyo vasi, akili karudi timamu. Si sehemu yangu. Nataka hiyo hali yako. Yesu akutembelee. Hiyo unaonaga ni kawaida maisha yako, si kawaida. Sio kawaida, ni watu wamekuwekea. Elisha wakati alirushiwa vasi, hapo ndipo alijua maisha si unajua mwende wazimu akipona. Anajiangalia. Eneo gani niko? Nimevaa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jiangalie leo useme niko wapi? Ndio. Watu wanasema nini? Hivi na hivi. Hapana, niko na koti. Ndio. Amen. Waje kukaa ina comfort zone kuanzia leo. Ndio. Sema mimi Yesu amenitumania. Yes. Sijui kwa nini umekuja hii leo. Si ujui kwa nini umekuja na ninaongea habari ya kwamba Kenya watu walisema walitaka uwe. Yesu amekataa. You never know. Yes. Hata labda ulikuwa umetoka asubuhi ukasema acha tu nijikokote niende, na umejikokota. Ndio ninakwambia kuanzia hii mwaka there is a new beginning in our life. Oh yes. In the name of Jesus. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Na ndio Yesu anasema venye walisema mtakuwa, mimi nimekataa. Njia ndio hii. Ndio. Amen. Wewe katana na hiyo ukulima. Waje kusema wacha nilimalime nitaendelea Elisha. No. Wachana na hiyo, endelea. Amen. Wakati Peter wamepatikana kwa ziwa ya Galilaya, wanatega samaki. Kwa hao wote akina Andrea, akina Yohana, Peter peke yake akaambiwa, na wewe hautaitwa tena Simoni. Ndio. Utaitwa Kefa. Maana yake mwamba. Na Peter hii nini yake? Hii kutega samaki si ya Peter. Ndio. Ni watu wamemweka hali hiyo. Ndio. Kazi yake ni kutega momena akiwauzia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini amepatana na Yesu. Ndio. Yesu anamwambia nifuate. Nikufanye mvuvi wa watu. Ndio. Haleluya. Fuata Yesu mama leo. Ufanye mambo ya kimataifa. Bwana asifiwe sana. Maana yenye watu walikutaka uwe, Mungu limekataa. Sasa Mungu amepanga mengine mapya juu ya maisha yako. Yaani amefunga ukurasa. Ile niliwaambia, amefunga ukurasa mpya. Amen. Akafungulia ule mtu wa makaburini. Ndio. Ukurasa ingine ya uhai na uzima ndani yake. Ndio. Akafungulia Elisha, akafungulia Peter. Na wewe je, ukurasa yako imefunguliwa mpya kuanzia leo? Yale watu walitabiri juu yako, yale watu waliongea sehemu zao, wakaenda wakafanya confession, wakasema huyu hataenda bali, huyu atakufa, huyu atahangaika. Sasa wacha nikwambie, Yesu amekataa. Amekataa. Sio amesema hapana, sio wewe. Ndio. Ni hao wengine, sio wewe. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na mimi nasema sio wewe. Ndio. Si watoto wetu hapo wa kiroho watahangaishwa. Yes. Hapana. Hapana. Mbingu limekataa na sisi tumekataa. Tunaanza mwanzo mpya. Tuambie maisha yetu. Yes. Watu walisema, lakini neno imesema Yesu amekataa. Yesu anasema unaishi. Ndio. Utahubiri. Ndio. Watoto wako watatajirika. Ndio. Wataenda ng'ambo. Watasoma masomo si mahangaiko. Utakana ndoa yako vizuri. Kwa sababu ni ukurasa ingine Yesu amefungua. Amefunga ile. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo acha kusema maneno ya watu inaniambia. Ate naota nalala usiku naota. Nini nyanyagu akinitembelea akiniambia. Wachana nyanya yako. Ndio. Haleluya. Amen. Nyanya yako alishakufa na uchawi zake na takataka zake. Aende. Wewe sema mimi ni wa ukoo ya Yesu. Na Yesu amekatana na hizo vitu zao. Ndio. Hata kama jina yangu inaitwa yeye, mimi sio wao. Yes. Hiyo ni jina ya kukuza mtoto na nimekuwa mpaka hapa. Yes. Sasa Yesu ameanza na mimi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. You will never be the same again. Yes. Unaweza hata unaongeaka vibaya si wewe. Si ni wale watu hiyo kinywa chake wewe unaongea kitu mzuri. Watu wanateta tu.
Mungu akiongea lazima mambo iharibike. Sio wewe. Walikuwekea ndio kila mahali ukiingia unakataliwa. Lakini sio wewe, ni maneno ya watu. Lakini Yesu amekataa na hiyo maneno, anauda maneno mengine mapya ndani ya kinywa chako. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati daktari wanasema ati mahali imefika iwezekani. Hiyo si ni watu, bado ni watu. Usomi yao ndio wananena naye. Lakini mwenye ako juu ya mapepo na wasomi wote anasema utaishi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema wewe utaishi. Hautakufa. Ndio. Ndio naambia Yesu anatupenda. Bwana asifiwe. Na kama Mungu ametufanikisha, ametembea na sisi mpaka hapa, hata wewe you will never be the same again. Amen. You will never be the same again. Amen. In this desert tumeona Mungu akifanya. Tumeona Mungu akitenda. Na maisha yako kuanzia lichukue mkondo mpya. Kenya ilikuwa imekufunga. Yesu ikifika kwa Yesu ziiname. Amen. Na leo kuanzia saa hizi zinainama. Ndio. Na uamini maneno yangu, zitaanza kuinama. Kama ulikuwa unaomba uga, hautaomba uga tena. Hiyo maskini tunarudisha. Kama ulikuwa ukienda mahali lazima uombe nguo, hiyo tunarudisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ulikuwa na pepo uwezi tulia kwa nyumba yako, lazima ukule udaku. Udaku inakusumbua, inaharibu mpaka uwezi enda mbali, tunairudishia wao. Amen. Hallelujah. Na unakuwa a new creation. Yani unakuwa a new creature. Na unakuwa unapepa Yesu, na unatembea na Yesu, na unaona Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu abariki sana. Amen. Na kuanzia leo maneno ya watu ndio leo biashara haitafanya. Wachana na wao. Usema hiyo Yesu amekataa maneno yao. Yesu anasema yake. Nitafaulu. Kwenye jangwa nitafaulu. Kama Hagai amefaulu na Ishmaeli. Wakati Sarai anafikiria wanaenda kufa. Juu hao watu hawakujiuliza wanaenda wapi. Lakini Mungu akawa na wao katika nyika. Akawanywesha maji nyikani. Ndio nakwambia wachana watu. Na ukitaka kwenda mbali sikizaga Mungu. Unasema nini na mimi Bwana? Na atasema wapi? Through he. The word. Unasema Kenya itanenwa leo Mungu ni yako. Ndio. Ikisema nipone nitapona. Ikisema njia zifunguke zitafunguka. Unasema kabla. Baba naenda kanisa. Ndio. Unasema twende tukuabudu. Kenya itanenwa leo ni yangu. Amen. Haijalishi itakuja aje. Na ukiamini kabla makubwa yanatendeka because unaamini Kenya hujasikia na hujaona. Mungu abariki. Amen. Sasa ni saa ya matoleo. Umelisikia neno la Bwana, umebarikiwa na neno la Bwana. Nataka sasa tutoe ili tukaweze kushika kazi ya Mungu iweze kuendelea, na utabarikiwa sana katika jina la Yesu Kristo. Wewe uliye nyumbani tumia nambari hii 0798204814 and God will bless you. I want to pray for the offerings. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakabidhi matoleo zote mikononi mwako. Watoto wako wanaotoa kwa ajili ya kazi yako, wacha wabarikiwe, watembelewe na watendewe na wewe katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Barikiwe na Bwana zaidi. Sisi ni Jesus Our King International Ministry. Tuko hapa mji wa Kisumu, Kondele Car Wash, Kibos Road. Ukifika town chukua gari namba 7 ikulete mpaka mahali inaitwa Car Wash Stage. Utaona kibao chetu cha Jesus Our King International Ministry. Hatua kama 200, the arrow will show you our church location, na utatupata na utabarikiwa. Tuko na ibada katikati za wiki, Tuesday na Wednesday. Tuesday and Wednesday ni deliverance services. Wednesday men and women on their knees day. Weekday service tunaanza saa 1 tunamaliza saa 2:30. Karibu sana katika hizo ibada. Sunday tuko na ibada moja maalum inaanza saa 1 asubuhi mpaka mwendo wa adhuhuri. A one all inclusive service yenye imebeba kila kitu: kuabudu, kusifu, neno, kuombewa. Karibu katika ibada zetu. Wewe utakuwa wa baraka kwetu na sisi tutakuwa wa baraka kwako katika jina la Yesu Kristo. Tuko pia katika mitandao za kijamii. Tuko YouTube, Facebook, Instagram, TikTok kama Jesus Our King. Narudia, tuko Facebook, YouTube,
Instagram, TikTok kama Jesus our King. Mchungaji Lois, yeye pia ni msanii wa nyimbo za Injili. Yeye ni mchungaji na pia mshauri ya wanandoa, vijana na hata watoto. Yeye pia ako YouTube, Facebook, TikTok, Instagram kama Lois Ken. Tufuate na utabarikiwa. Hadi siku nyingine, Mungu awabariki sana.